Now this day shida ilikuwa imetuchapa mazee. We had to come up with ideas, we have to do a brainstorming, how do we survive, because tulikuwa tunataka do ya food, tunataka do ya sherehe na hakuna. So we had to sit down na tuone venye tunaweza. So coincidentally it happened like this. There was a roommate of ours alikuwa anaitwa Kabuda. So Kabuda got a job in UG. It was border, I think ni border ya UG na hapo Busia, but I think side ya UG. So he got a job there. Ilikuwa job ya 6 months. So but alikuwa anaenda anakaa kama a month anarudi or something like that. So tukajua jamaa anaenda job. So na jamaa akaishia. So venye tulibaki at that time pia kulikuwa na issue nyingine. Mazi hakuna mtu alikuwa anakaa na simu. Ulikuwa unakaa na simu siku 3, siku nyingine hauna. So what used to happen juu hizo mashida, ulikuwa uko na simu unaenda unaihang. Tulikuwa tunaita kuhang. That is ulikuwa unaipeleka kwa Shylock, anakupatia do, anabaki na simu. So for example uko na simu ya 10,000, ulikuwa unaenda anakupatia dhao, ama hata kunapatia 500. Yani ilikuwa mbaya. Yani anakupatia pesa yenye hata ikusaidia. Alafu hiyo pesa iko na interest. So ulikuwa unapata kuna watu wengi hata walikuwa wanashindwa hata kuenda hiyo simu. Julienda labda simu ni 10k, umepewa loan ya 1,000, alafu umekewa hata 500 au umekewa interest. Ukienda kuangalia unaambiwa sijui imefika ngapi. So simu inapotelea hivyo. So ukabuda kienda nini akuanga na simu. So tukajua hakuna communication ina happen. So idea ilikuwa hivi. Idea ilikuwa tuseme Kabuda amenyoria, ameenda kupata accident na sasa wase waanze kumchangia. Juu ile saying tulikuwa tunasema hiyo time ati pesa iko hapa nje, pesa iko kwa mfuko ya watu, na ati ukienda kuwaomba hiyo pesa hatakupatia. So lazima kuwe na ujanja ya kupata hii pesa. So jamaa venye alikamna hiyo nini, huyo jamaa mmoja alikamna hiyo idea ati tuseme Kabuda amenyori. Iko na idea ni mbaya. Nyinyi mfoi kucheza na vitu zingine bana. Bado wase wakaniambia mazee si kwani utaki do, si tunataka do na shughuli kaendelea. Jamaa kaenda akanunua kitabu, akaandika namba yake M-Pesa hapo nini na tukaingia wira. So the first place tulienda zile place tunanunua mamboga nini, mix magitheri nini pale mtaani. Tunaenda kwa mama. Huyu jamaa pia na yeye mwenye alikuwa anaongoza hii shughuli alikuwa ngam drama. Mtu alikuwa na drama. Jamaa alikuwa analia, na huyu jamaa kitu ni real. Alikuwa anaenda anaambiwa madhe, "Kai, nimuiguite." Ke Kabuda ate Kabuda daleho atia niki unajua madhe wa soko alikuwa karare kega. Alikuwa kijana mzuri. Ikakoni mimi nilikuwa naona hii ni movie. Jamaa akachocha hiyo story, akachocha anawapatia kilia na anatoa machozi. Wa madhe wakatoa finje so mbili. Unapata msee mpaka anajitolea anatoa dhao. Ngori. Imagine pesa yote imetolewa hiyo design. Jioni tunaingia wapi? Baesa. Maana tulikuwa tunaingia kwa sababu hiyo pesa tunaicharaza. Hiyo time tulikuwa tunakunywa hizi mapombe zinaitwa hizi keg. Kulikuwa na keg, kuna dark, kulikuwa na dark. Sasa hiyo dark tulikuwa tunapiga dark, alafu tunafanya tunairoga, unachapa mzinga ndani ya keg man. Bala sema noma. So hiyo pesa tumekota hiyo day haiko inalala. Haiko naona the following day ilikuwa inachapwa maji hiyo day. So the next day pia the same thing. But sasa sisi tulikuwa tunaogopa tu jamaa. Huyu jamaa alikuwa roho juu shida yake ilikuwa ni nini? Mazee alikuwa na pale kwa bado tulikuwa tunakunywa pia, wase wanachanga. Picha inaenda inaiko hapo, kitabu iko hapo, namba ni yake. Wanachanga. Venye siku zilikuwa zinakaribia alikuwa mpaka ameka date ya bari. Mpaka watu wanauliza ni wapi tutaenda nini. Sasa sema ngori ilitokea hivi. Story unajua Kabuda kwenye yako hajajua kuna shughuli kama hii. Ana simu, ana idea. Watu walishammaliza, watu walishammada na wanakula pesa yake ya nini. Sasa hii news, I think sister ya Kabuda alikuwa mahali akasikia fununu ati kuna jamaa anachangiwa na ni brother yake. Akastuka teke akapiga simu ocha nini. Wazazi tena waanze kustuka nini. Wakapiga simu, kunaendaje Kabuda? Wakapiga huko kwenye alikuwa anafanya job. Kupiga huko akaambia kijana ako sawa, hata anafanya job hapa, ongea na yeye. Akamzee Kabuda nini nasikia
Kabla naye ana idea, ana rada. Ati nini? Nasikia watu washa nini wanakuchangia huko. Kwani kabla akasema mimi sijui kitu kama hiyo. But kabla pia alikuwa anajua watu wenye alikuwa anaishi nao, alikuwa vichwa mbaya. So alisense kuna kitu, but akasema kanaendelea na job yake. Mzae naye hakuachia hapo. Alichukua na huyo sister yake wakakuja mpaka Gedho. Alikuwa akachukua karao, si karao, akachukua askari wa chief. Alichukua chief na karao wake wawili. So akakuja kusaka hawa wanaibia watu na fake nini. Sisi hiyo day si hatuna idea ati kumeharibika. But sasa venye tulikuwa tunafanya tukishaokota ikifika madha ya jioni, tulikuwa tunajiseti pale fulani kwa gorofa, but kitabu iko pale chini. Sasa tukiona msee anakuja kuangalia hivi, mmoja anakimbia na mwambia iko hivi na hivi, mazee si utoe kitu msumari. Sasa hiyo time tumejiseti pale juu hivi, tuko na mzee fulani amekaa. Huyo mzee hatuje muona. Sasa hiyo time tulikuwa tunajuana. Hiyo Gedho tulikuwa tunajua kila mtu. Hiyo sura tukaona hii sura si hapa. Hii tuijui. Lazima ni mgeni. Sasa mgeni, but mimi kuangalia hiyo sura nikaona hizo features za uso zinakaza kabuda exactly. Kama huyu jamaa huyu akosi ni mzee wake. Kasema usiende kwanza, tulia. Kumbe saa hizo mzae akona karaa already, but wamejificha hivi. Ilikuwa sasa ile tu watu ambush ama waambush mwenye ataenda hapo kuokota do ama kuongea na mzae. Kuna madha ilikuwa hapo Kierere, akasema unataka nini? Hata wako pale wenzake. Dakika na nusu tukaona hao nini wanapanda. Kulikuwa na stairs mara mbili, kulikuwa na zile stairs zinakuanga nini zimeenda hivi kwa nini za chuma zile kwa very steep, ukifanya mistake nini hapo ni noma. Sasa kulikuwa na zile stairs za building zenye sasa za kuingia huko kwa plot. Tulitoka hapo teke karao watu kupanda hivi wako nini tushaenda. Sasa sisi tuanze kusakanywa. Sasa watu sasa wasikie hiyo story tena ianze kuwa sasa mkiwaona mtuambie. Sasa wase kusikia ati ilikuwa fake, wase wa mtaa ikakuwa ni noma. Sasa ni kila mtu anataka kuona tukipatikana mahali ni kushikwa vita kwanza, alafu sasa baadaye serikali baadaye. Mimi kwanza nikaenda Ocha manzi. Hiyo day nilitoka hapo kama nimeenda Ocha direct. Huyu jamaa yako alienda kwa brother yake. Kumbe jamaa alitresiwa. Sasa kile kitu ilikuwa ni yeye, namba ni yake. Yeye ndiye kwanza alikuwa anaongea na watu. Yaani face yake ndio ilikuwa face. Zinaweza hitaji face of adversity. Yaani face yake ndio ilikuwa ina represent pale. Sasa akasakanywa, akashikwa. Jamaa acha apigwe vita. Nini unafanya hivi? Yeye na alisema yeye ndo alinini juu ya shida nini akutupeana. But pia kuna watu walikuwa wanasema kuna vijana wanaishi na pia nini watu pia watafutwe nini. Mbogi yangu pia nayo ilikuwa imeenda hiding, hakuna mtu alipatikana huko, kila mtu alihama. Sasa huyu jamaa pia mzae alienda kaona huyo jamaa, wakaongea kama wewe mbona unafanya hivi nini. Kabuda naye akakujanga hiyo nini hiyo mwezi bado, I think the next week hiyo weekend akakama. Ndio sasa mimi tukapatana huko Kabuda, ngamba nasikia timu nini mliniua buda na mkokota pesa, nipatie ni share yangu. Nikamwambia jamaa mazemi hizo do hata ziko zinalala, zilikuwa zinapigwa maji design nyingine noma. Sasa ukitaka tupoa wewe tulia hivi tukutafutia nini twende tukupange matei fulani pale hivyo kwa klabu alafu hiyo story iishe. Sasa hiyo story ndio iliisha. But now this is a lesson from the story. Guys, there's no need to steal from people no matter how hard it gets. There are ways to get money. There are genuine ways. Tunazitanga genuine ways. Let's use a genuine way to get money. Wacha tuache historia ya kuibia watu. Ati ni ujanja, ati ni usharp boy. Usharp boy na kuna watu unatesa, na pia wewe ukishikwa pia haishangi vizuri. So the good thing is find a way that you can get or earn a living, but a just way, a genuine way. Sindio? So that was my story with a joke and a lesson. Thank you for watching. Cheers.